Kifo cha Pastor Ezekiel nilisema ni 2026, lakini kuna mkataba maalum wa yeye kuendelea kuishi katika chama au kufa. Lakini Pastor Ezekiel, hichi kifo kitahusu familia yake na ndugu yake, lazima atoke, amtoe kafara ili tuweze kunusuru. Hii ni ngome ya Pastor Ezekiel. Nilisema nitakuja mimi ndaje kuzuia, kwa sababu Pastor Ezekiel mimi ndio nilimuunganisha 2020, nimemuunganisha, lakini anataka madaraka zaidi yangu. Kwa mimi nakushia ili kupata notification soon habari zetu kavyokuwa. Na unayemuona mbele yako ni King Cobra, King Majoka, anaelezea ufalme ambao anaufanya Pastor Ezekiel Odilo na mabaya pia. Kwanza za saizi King Cobra, Bahati Shukamili, Lucifer bin Godha, Lucifer bin Amanda, Lucifer bin Makei, Lucifer bin Jumnat, Ima Sasal Akmashlash. Tuombe. Mtakatifu Mungu wa Lucifer, Mungu aliye hai, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Isaka, tazama niko hapa Mavueni Kinya, na nimekuja kuzuia ngome ya Pastor Ezekiel, nguvu anazozitumia vibaya Pastor Ezekiel katika chama chetu cha Masonic. Kupitia nguvu ya Lucifer, ukuu wa Lucifer, Lucifer, naomba nguvu ya kuweza kuzuia hapa. Pastor Ezekiel tazama analala na majini, anafanya mapenzi na nyoka, analala na maiti, anatumia sanda katika madhabahu. Masharti ambayo tumempa yeye ni kuoza kichwa na kuoza miguu, lakini leo hii anaongeza masharti makubwa. Mungu wa Lucifer, naomba kupitia nguvu ulizonipa, kupitia nguvu ulizonipa za kutajirisha watu, kufanikisha watu, naomba pia nguvu unipe za kuweza kuzuia ngome ya Pastor Ezekiel. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Tumekuta mambo mengi ambayo anayafanya Pastor Ezekiel Odilo, umesema yapo kinyume na sheria na taratibu ambazo mmeziweka katika chama. Hilo jeneza nyuma tunaona, na humo ndio ambapo amelala pia, tunaona picha yake hapo. Kuna masharti. Pastor Ezekiel, kumbuka mimi ndio nilimuunganisha. Au wiki ndo kifo na mwisho, au hiki ndo kifo cha Pastor Ezekiel Odilo? Kifo cha Pastor Ezekiel nilisema ni 2026, lakini kuna mkataba maalum wa yeye kuendelea kuishi katika chama au kufa. Lakini Pastor Ezekiel, hichi kifo kitahusu familia yake na ndugu yake, lazima atoke, amtoe kafara ili tuweze kunusuru. Hii ni ngome ya Pastor Ezekiel. Nilisema nitakuja mimi ndaje kuzuia, kwa sababu Pastor Ezekiel mimi ndio nilimuunganisha 2020, nimemuunganisha, lakini anataka madaraka zaidi yangu mimi. Hawezi kufikia madaraka, ndio maana anajiongezea masharti. Anafanya pesa na nyoka, anafanya pesa na maiti, analala na majini. Humu huwa analala Pastor Ezekiel, humu ndo nguvu. Kwa hiyo kuna muujiza ya Pastor Ezekiel huwa anaitoa humu. Humu analala masaa 24. Tunaona kuna miujiza anaitenda ya kuponya watu walikuwa waoni. Kuna vipofu ambao pia walikuwa wameugua muda mwingi. Kuna hawa watu ambao walikuwa wanasumbuliwa na malazi ya miguu, kuna miguu inawasumbua. Tumeona juzi kati anaponya. Kwa hiyo yale ni masharti anayopitia. Nguvu za shetani ametoa kwangu Pastor Ezekiel, nguvu za Lucifer ametoa kwangu, nguvu za Mungu ile hai ametoa kwangu. Hizo nguvu zote humu kuna maiti ya Pastor Ezekiel. Nitafungua baadaye, sio muda. Au nifungua sasa? Tunaomba utafungua. Bwana mtazamaji, naomba kwanza. Bwana mtazamaji, naomba ufuatiliane na mimi. Kama huja subscribe utakosa, kwa sababu tutaenda kulifunua umuone yumo humo ndani. Unaiona picha yake. Tayari mwili umeshaandaliwa kwa kuziko. Haya ni maajabu nilishaambia kwamba huu ndio mwanzo wa mwaka Kenya inaenda kuangamia na inateketea. Tutaenda kufunua. Bwana tunaomba usifunue kwanza sasa hivi. Huyu ni muumini wa Pastor Ezekiel, alimuua wiki iliyopita katika madhabahu. Na leo huyu muumini akaja kuhifadhi humu. Kwa hiyo wale maiti waliozika wamezika gogo. Maiti iko humu. Lengo Pastor Ezekiel apate nguvu zaidi, atukuze kama shetani, sababu shetani ana nguvu kuu tatu. Ana Mavent, ana Serpent na Travent. Travent ni nguvu ambayo Mungu alishaifungia. Shetani hakuja kutoa funguo. Funguo ichukuliwa. Lakini zile nguvu ambazo sisi tunatumia ni nguvu kuu mbili. Lakini Pastor Ezekiel anataka atumie nguvu ya tatu ambayo ni Travent. Kinyume na masharti. Humu hii maiti huwa anakuja kulala humu Pastor Ezekiel. Nimesema mimi kama kiongozi nikapiga simu makao makuu. Nikaenda makao makuu. Nikaomba kibali cha kuja kufanya court order ya kuja kuzuia ngome ya Pastor Ezekiel. Nimekuja kuzuia Pastor Ezekiel. Hawezi kulala na maiti hapa. Kwa hiyo tunanyang'anya baadhi ya nguvu. Nguvu ambayo tunamnyang'anya tegemeo lake ni hila hapa tegemeo. Lengo amtii Lucifer. Ukimtii Lucifer watu wengi huku, afu kingine. Watu wengi ndio maana mimi nakataa watu wengine kuunganisha ambao hawajitambui. Watu huwa naanganisha anafanikiwa. Vijana wenye miaka 30 baada ya kupata pesa za majini anakuwa mkengeufu, anafukuza mke wake, napata kesi nyingi mno, wanakunywa pombe, wanalewa, hana maadili. Jamani, unapokuja kwangu kunipigia simu au kuomba msaada, maana mimi nakuja hadi kwako kukuunganisha. King Cobra niunganishe. Nidhamu uliokuja nayo ndio uendelee nayo. Maswala ya kuunganisha mimi na kuunganisha, baadaye unapata fedha, unaanza kuwa Travent na wewe kama Pastor Ezekiel, unakuwa watu wengi wanalewa, watu wengi wafuza wake zao, napata kesi nyingi mno, mimi nachoka jamani, nachoka.
Okay bwana, wewe ambao hujasubscribe utakuwa unakosa uhondo na taarifa mbalimbali ambazo zinatufikia hivi punde. Mimi nitaongozana, nitakuwa kinaga ubaga kukuletea visa na matukio. Dunia ina mambo mengi, dunia ina vitu ambavyo haviwezi kupoteleka, hata maandiko yanaandika. Tunarudi kwenye maandiko, kwani maandiko ya Biblia yanasemaje kuhusu chama Lucifer pamoja na Pastor Ezekiel Odero? Twende haraka haraka ili mtazamaji. Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari wa 14. Wakorintho wa pili. Nazungumzia amri za Lucifer. Hizi ni amri ambazo tumepewa na Lucifer katika. Ina maana hata Biblia ina vipande ambavyo vinahusiana na Lucifer. Vyote vinahusiana. Kwa sababu Mungu aliumba binadamu, aliumba malaika, majini yote, na Mungu sisi binadamu alisema, nendeni mkatawale samaki wa baharini na wapa nguvu. Hata Daudi alisema, nimemkuta Daudi, mkono wangu uwe nawe daima, kwa sababu nguvu ya Lucifer, nguvu ya Ezekiel ni nguvu ya Mungu ambayo imetoka katika utawala wa Lucifer. Kwa hiyo Lucifer amepewa nguvu, yupo katika ulimwengu wetu akasifia hili. Naomba niulize swali ya kumcontrol ambayo Mungu aliye hai, shetani ametupa ya kumcontrol. Ulize swali hapa la kizushi. Kwa nini Mungu asingemuua shetani? Kwa sababu shetani kama si ndo anayesababisha maovu, shetani ndo anayesababisha mtu afe, shetani ndo anayesababisha watu waende kuzimu. Kwa nini Mungu si ndo aliyemuumba shetani? Kwa nini asimuue? Kwanza kabisa shetani alikuwa ni malaika mkuu na Mungu alimpa shetani, alijua siri nyingi sana za Mungu. Kwa hiyo shetani, Mungu angemuua shetani watu wangelalamika na alikuwa na majini yake ambayo sisi tunamiliki yangemuumbua Mungu. Lakini Mungu wa upendo, Mungu wa rehema, Mungu aliye hai ambao sisi tunampenda, alimpa shetani kila nguvu zote. Lakini shetani alikuwa na tamaa. Sababu tunasema shetani ana nguvu kutatu. Nguvu ya Mevent ni nguvu ya utakaso na utawala, alafu nguvu ya Serpent ni nguvu ya nyoka. Nguvu ya umiliki na mali na nguvu kuu ya utawala wake katika utawala wetu katika Mungu aliye hai. Lakini kuna nguvu ya tatu ambayo nguvu ya Serpent. Shetani akawa na tamaa kama Pastor Ezekiel. Sinimuunganisha, lakini anakuwa na tamaa. Shetani nguvu ya tatu hii anakuwa na tamaa. Kwa hiyo tamaa akataka muasi Mungu afanane naye. Kwa sababu anajua si Mungu akasema haiwezekani. Akamtupa duniani kama adhabu. Hawezi kumuua. Mungu sio mtu kuua. Mungu hawezi kuua, Mungu ni wa rehema. Kwa hiyo zile nguvu alizomnyang'anya, zile nguvu mbili zikabaki. Nguvu moja akaifungia, hii nguvu ya tamaa ambayo Yesu Kristo alipokuja kuzimu akachukua funguo, ikabaki nguvu hizi. Nguvu kuu mbili. Ambazo hizo nguvu kuu mbili Mungu aliziona za shetani, ndio maana shetani sio kama mnavyofikiria nyenye, ni kiumbe kama mtu mmoja. Ni nafsi kuu tatu. Ni kama Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Na Ibilisi ana nguvu ngapi? Ana Serpent, Mevent na Serpent. Nafsi kuu tatu. Kwa hiyo shetani aliyefungwa ni yule wa Serpent. Lakini shetani anayebaki ambaye nguvu zake nafsi kuu mbili, Mevent na Serpent na Serpent, zipo katika utawala wa majini ambao ni dunia mpya, ambao ni paradiso. Yuko paradiso. Ndio maana Mungu alipokula tunda la katikati kuna nafsi kuu tatu. Bwana, wewe ambao hujasubscribe utakuwa unakosa vitu mbalimbali. Naweza nikakwambia unaweza ukajikosea kupata habari njema za kutoka kwa King Cobra. Tunakueleza kinaga ubaga. Kuna roho kuu tatu. Kuna roho ya mauti, na roho ya uzima, na roho ya uzima na mauti. Ile roho ya uzima na mauti ambayo roho ambayo unao wewe, ambayo inakumanage kama leo uishi, ufe kwa ukaenda fani ufe. Na maana mtu anaishi anakufa. Kuna roho ya mauti, ambayo roho ya mauti ni shetani ambayo kuna mkataba maalum. Na kuna hii roho ambayo ni roho ya uzima. Ndio maana shetani ana roho hizi. Roho ya uzima na mauti. Lakini sisi kama chama nataka kumtoa auwe au asiwe. Ndio maana Pastor Ezekiel anaua watu kama hawa bila hatia. Sababu unaweza ukamkondoa unavyotaka. Lakini tumepata kuna muda anaponya watu. Ndio hiyo roho ya uzima na mauti. Kwa hiyo kuna roho shetani anaweza control roho zote ngapi? Tatu.